Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza na unayenitazama, nipende kukukaribisha katika kipindi kizuri cha neno la Mungu. Mimi naitwa mchungaji Eriki, ninayesimamia kanisa la Bethania City Center. Tuko kwenye mji wa Goba, Tegeta, Dar es Salaam. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupa fursa ya kulisikiliza neno la Mungu. Na tumekuwa na mwendelezo wa kujifunza siri zinazopatikana katika makanisa saba ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 2 na sura ya 3. Makanisa saba yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 2 na sura ya 3. Tumekuwa na wakati mzuri tukijifunza kwa kina na kwa mapana, lakini sasa Mungu ametupa neema hata tuweze kuwashirikisha watoto wa Mungu, wale wanaotutazama kwa njia ya mitandao ya kijamii na wale wanaotusikiliza kwa njia ya TV. Basi nichukue fursa hii kukukaribisha mahali uliko, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni chombo chako cha moto, labda unasafiri. Unaweza ukapunguza mziki, ukasikiliza neno la Mungu na Mungu atakubariki. Na tuanze kwa maombi. Mahali ulipo unaweza ukafunika kichwa chako, tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunamsihi Roho Mtakatifu ambaye ndiye muasisi wa kanisa, Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwandishi wa Biblia. Biblia imeandikwa na wanadamu, lakini wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu uliyemfufua Kristo katika wafu, Roho Mtakatifu uliye na vipawa na karama, Roho Mtakatifu ambaye wewe ndio uliongea na yale makanisa saba, tunakualika muda huu na saa hii ukaseme nasi. Nena na kila mmoja, hata yule atakayetuangalia miaka inayokuja, yule anayetutazama kwenye chombo chake, iwe ni simu, iwe ni laptop, iwe ni TV au ni chombo cha aina yoyote. Mfalme Baba, ukamguse na ukaseme naye kile ulichokuwa umekusudia Roho Mtakatifu kunena na haya makanisa saba, ukanene na mtoto huyu anayenisikiliza. Ninafungua masikio yake ya ndani na ya nje. Ninaondoa nta ya kiroho, ninaondoa uziwi wa kiroho kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu uliyenena na yale makanisa, ukanene nasi katika jina la Yesu na kutuhudumia. Ninakataa kila hila na mbinu zote za yule adui Shetani. Ninaomba roho ya utulivu Baba, ule ujumbe uliokusudia kufikisha kwa kizazi hiki ukafike bila kizuizi chochote. Nimeomba haya machache nikiamini Roho Mtakatifu utatenda mengi kuliko nilivyoomba, kupitia jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sasa nitaanza na kanisa la Waefeso. Nitaanza na kanisa la Waefeso. Kanisa la Waefeso ni kanisa ambalo ukitaka kulipata vizuri, unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 18 na sura ya 19. Na hili kanisa inaonyesha kabisa aliyeweka misingi alikuwa ni mtumishi wa Mungu Paulo, lakini ni kanisa ambalo lilipata neema ya kupokea watumishi mbalimbali. Kati ya haya makanisa saba, kanisa la Efeso ndio lilikuwa ni ngome kuu, ndio kulikuwa ni makao makuu. Ili mtumishi yoyote aende kwenye makanisa haya saba, ili mlazimu apitie kwanza katika kanisa la Efeso. Kwa hiyo kanisa la Efeso lilikuwa na sifa nzuri. Ukisoma kitabu cha Waefeso kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 6, unaweza kuona kuwa kanisa la Efeso lilikuwa liko vizuri, kwa sababu walitembea mitume wengi, wakina Yohana, wakina Yakobo, watumishi wengi, wakina Apolo, walitembea pale kuliimarisha. Kwa hiyo ilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa lina sifa, lakini pia lilikuwa ni kanisa lenye vipawa. Walikuweko watumishi wa kila aina. Ukisoma katika Waefeso ile sura 4 kuanzia mstari wa 11, unaona kwamba walikuweko mitume na manabii katika kanisa la Efeso.
Ni kanisa lakini pia lilikuwa liko vizuri kiuchumi. Ni kanisa lilikuwa lina nguvu za uchumi, lakini pia kiidadi lilikuwa lina watu wengi. Ni kanisa ambalo lilikuwa kubwa, na kumbuka mji wa Efeso ndio mji ambao ilikuwa inaonyesha ulikuwa ni mji mkubwa katika Asia ndogo, ambayo leo hii ni nchi ya Uturuki. Na kipindi cha Asia ndogo ilikuwa chini ya ukoloni wa taifa la Rumi ambalo leo linaitwa Italy. Kwa hiyo kanisa hili lilikuwa ni kanisa ambalo kulikuweko na watu wana vipawa vya kila aina. Kwa hiyo tutajifunza kanisa zuri la Efeso. Tutajifunza kanisa la Efeso ambapo mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa kwenye kisiwa cha Patmo, na malaika wa Mungu akamtokea Yohana akiwa na ujumbe wa makanisa saba. Akiwa na ujumbe wa makanisa saba amepewa na Mungu. Alimpa Yesu akampa malaika, na malaika akampa Yohana, na Yohana akawapa wajumbe. Wajumbe walitafasiriwa kama malaika au viongozi wa wale makanisa. Kwa hiyo nipende kukukaribisha leo wewe unayenisikiliza na unayenitazama. Tutaanza na kanisa la Efeso. Kumbuka ya makanisa yako katika mstari. Tutaenda kama yalivyoandikwa, tutajifunza kanisa moja baada ya jingine, na hakika Mungu hata kuacha kama ulivyo. Na ujumbe wetu utakuwa unaenda unasema, Mungu anatujua vyema, au Mungu ananijua vyema, au Mungu anakujua vyema. Ujumbe wetu utakuwa unasema, Mungu anatujua vyema, au Mungu ananijua vyema, au Mungu anakujua vyema. Tutaanza na kanisa la Efeso ambalo linaanza Ufunuo sura ya 2 na mstari wa kwanza. Ufunuo sura ya 2 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, kwa malaika wa kanisa lilioko Efeso, haya ndiye anenaye yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vinara saba vya dhahabu. Hapa huyu Yesu anajitambulisha katika kanisa la Efeso kama aliyeshika nyota saba kwenye mkono wake wa kuume na akiwa katikati ya vinara saba vya dhahabu. Haya maneno yametafasiriwa katika ile sura ya kwanza. Tunaambiwa ya kwamba zile nyota saba ni makanisa, ni watumishi saba. Kwenye Ufunuo sura ya kwanza, malaika anampa tafasiri Yohana, anamwambia zile nyota ulizoziona ni watumishi saba, na yale vinara vya dhahabu ulivyoviona saba ni makanisa saba. Sasa huyu Yesu anajitambulisha katika kanisa la Efeso, anasema yeye ndiye yule azishikaye nyota saba kwenye mkono wake wa kuume na aliye katikati ya vinara saba vya dhahabu, kuonyesha ishara ya kwamba huwa Mungu anawashika watumishi wake. Pamoja kanisa la Efeso lilikuwa na dosari, lilikuwa na changamoto za kiroho, lakini bado watumishi walikuwa mikononi mwa Yesu. Yesu alikuwa anawashika watumishi wake. Lakini pia vinara saba vya dhahabu vinaashiria makanisa, kwamba kanisa huwa Yesu anajishughulisha karibu na kanisa. Yuko karibu na kanisa, anajaribu kuambia watu wa Efeso. Nafikiri anajaribu kuatia moyo ya kwamba amewashika watumishi wake. Lakini si kila mtumishi yoyote anaweza kushikwa. Leo tuna watumishi wengi kwenye ulimwengu tulionao. Tuna makanisa mengi, tuna wahubiri wengi, lakini si kila mhubiri yuko mikononi mwa Mungu. Si kila mhubiri Mungu amemshika. No. Wala si kila kanisa ambalo liko mikononi liko karibu na Yesu. Huo ni mstari wa kwanza. Tunaenda mstari wa pili. Anasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Sifa ya kwanza ya kanisa la Waefeso, walipata neema ya kufundishwa. Ndio maana unaona kwamba waliweza kuwatambua watu wabaya, waliweza kuwachunguza mitume. Kipindi cha kanisa la Efeso waliinuka mitume wengi sana. Lakini hili kanisa, kwa sababu lilikuwa ni kanisa lenye sifa ya kufundishwa, walibahatika kuingia mitume na manabii, watumishi kama wakina Yohana, wakina Yakobo, wakina Apolo, wakina Paulo, wakina Timotheo.
Hata ukisoma katika nyaraka za Timotheo unaona Timotheo alifanya kazi sana kule Efeso. Watumishi wengi wakina Priscilla na Akila walifanya kazi kwenye hili kanisa. Kwa hiyo mstari wa pili anasema, na yajua matendo yako. Unajua ni habari njema Yesu kuyajua maisha yetu. Ni jambo zuri la kutia moyo tunapojua kwamba Yesu anayajua maisha yetu. Anayajua matendo yako na taabu yako. Alikuwa anajua mpaka taabu. Anasema na subira, anajua na uvumilivu. Anasema na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Yaani hili kanisa la Efeso pamoja kwamba lilikuwa na changamoto za kiroho, lakini lilikuwa limeepuka, halikuweza kulizia. Kuna makanisa tutaenda huko kujifunza yalikuwa yanalizia mafundisho ya Yezebeli. Walishirikiana na wakina Balaamu. Lakini hili kanisa la Efeso halikuweza kuchukuliana na watu wabaya. Hata wengine walipokuwa wanafundisha, kanisa la Efeso kwa sababu lilikuwa na viwango vizuri vya kujifunza, liliweza kuwapima kwamba hawa ni mitume wa uongo. Mstari wa 3 anasema tena, ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala kuchoka. Ili kanisa la Efeso bado pamoja kwamba kulikuweko na dosari za kiroho, lilikuwa na changamoto kubwa sana ya kiroho, lakini bado Yesu anajaribu kujitambulisha kwenye hili kanisa. Anasema lilikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina lake, halikutumia jina lingine. Tofauti na watumishi wa leo wanaoweza kutumia vitu. Aidha anaweza akatumia chumvi au vitambaa au udongo au akatumia magimbi au akatumia vitambaa kuhusiana na habari ya ukombozi au uponyaji au na kila kitu. Lakini kanisa hili linaonyesha lilikuwa na uvumilivu kwa ajili ya habari ya jina la Yesu. Halikuchoka kanisa la Efeso. Mstari wa 4 unasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Hapa nitaweka mkazo sana. Hapa ndipo tunaingia sasa kuona kanisa la Efeso pamoja kwamba lilikuwa na subira, liliwaona watu mitume wa uongo, halikuchukuliana na wahubiri wa uongo,